sio sisi tunaoamini, lakini ndio mafundisho yaliyopo kwamba mtume amemuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anayeamini mtume kamuona Mungu anatumia aya ya Qur'ani, anaanza na kisa subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid mpaka mwisho wa aya, kwamba mtume alifunga safari alipotoka msikiti mtukufu wa Maka akaenda msikiti mtukufu wa Aqsa, akaenda mbinguni. Kafika mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, mpaka mbingu ya saba. Alipofika mbingu ya saba, inasemekana Jibrili akasema hapa ndio mwisho wangu, Sidratul Muntaha, mimi siendi. Alipofika bwana mtume Sidratul Muntaha, akamuona Mungu, mpaka tunasoma kwenye kasida, akamuona Mungu pasina pazia. Na ukawa ni msingi wa mafundisho kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokwenda safari ya Isra na Mi'raj alimuona Mungu wazi wazi. Awwaludini maarifatuhu, msingi wa awali wa dini ni kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nasi tukaaminishwa kwamba bwana mtume amemuona Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu anasema nini kuhusu kuonekana kwake? Ahlul Bait alayhimus salam wamekataa mafundisho haya. Kwa nini wayakatae? Sio tu wao kuyakataa kwa hiari zao. Msingi wa Qur'ani Al-Karim ni kuukataa huu msingi. Kama sijakosea, moja kwenye sura, nimesahau ni sura gani, Mwenyezi Mungu anasema wayasaluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas samai, wanakutaka watu wa kitabu wateremshie kitabu kutoka mbinguni. Allah anamwambia bwana mtume fakad saalu Musa akbara min dhalik. Lakini anayekwambia Mungu alionekana, kuna msingi anauamini kwamba Mungu alionekana na Mungu ataonekana. Lakini tizama Mwenyezi Mungu anavyowafundisha Waislamu kupitia Qur'ani tukufu. Wanakutaka watu wa kitabu wateremshie kitabu kutoka mbinguni. Allah anamwambia mtume wake fakad saalu Musa akbara min dhalik. Watu wa Musa walimtaka afanye kubwa kuliko hili ambalo wewe Muhammad wanataka uwafanyie. Tabani kuna ulinganishwaji wa matukio mawili, si ndivyo? Kuna tukio la Nabiyullahi Musa alayhi salam na kuna tukio la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwenye aya hii Mwenyezi Mungu analinganisha watu wawili watukufu na wafuasi, watu wa zama zao, alafu na madai ya watu hawa tofauti. Mtume wanamwambia ahlul kitabi Qur'ani, kwanza wanapomwambia tuteremshie kitabu kutoka mbinguni, msingi wa kwanza wameikataa Qur'ani. Ndio msingi wa kwanza. Tunakubaliana na mashehe. Wameikataa kwanza Qur'ani. Hatutaki, ndio maana tunataka kitabu kingine. Kwa hiyo hii Qur'ani haitufai, hatuitaki. Tuletee kitabu kingine kutoka mbinguni. Allah anamwambia mtume wake fakad saalu Musa akbara min dhalik. Hili jambo la kuikataa Qur'ani na kutaka kitabu kingine, watu hawa babu zao huku nyuma waliwahi kumtaka Musa afanye kubwa kuliko hili. Yaani hili lako wewe unalolitaka ni dogo, la Musa lilikuwa kubwa zaidi. Lakini kwa Muislamu anayesema Mungu ameonekana na ataonekana, kamjua Mungu hajamjua, haikumjua Mungu. Ziko aya nyingi, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar. Lakini twende na hii hapa. Musa walimtaka kubwa zaidi ya la kwako. Fakalu arina Allaha jaharatan. Walimtaka Musa afanye kubwa zaidi. Wakamwambia tuoneshe Mwenyezi Mungu waziwazi tumuone kwa macho. Kwa hiyo hili la Musa lilikuwa kubwa zaidi ya hili la kwako. Sasa Muislamu leo anasimama kwenye msingi wa kwamba Mungu ameonekana na Mungu ataonekana. Lakini tizama Mwenyezi Mungu anavyolinganisha hayo matukio mawili. Hawa watu waliotaka Qur'ani nyingine ije, kitabu kingine, wameikataa Qur'ani. Hivi kuna Muislamu unaweza ukamwelewesha sasa hivi aliyeikataa Qur'ani ni Muislamu sio Muislamu? Anakuwa nani? Mwenyezi Mungu alikuwa analinganisha makafiri na ukafiri wao, akasema huo ukafiri wa kuikataa Qur'ani ni mdogo kuliko ule ukafiri wa watu waliotaka Mungu aonekane. Au siko sahihi mashaikh? Kwa sababu lau ingekuwa kuikataa Qur'ani ni jambo dogo, Mungu asingesema hawa la kwao lilikuwa dogo, la kwako ndio kubwa zaidi, sababu wameikataa nini? Wameikataa Qur'ani. Lakini Mungu akasema hili la kuikataa Qur'ani ni dogo zaidi na kutaka kitabu kingine kuliko hawa wa Musa walitaka kubwa zaidi ya hili la kwako Muhammad. Wao wakasema tuoneshe Mwenyezi Mungu waziwazi. Kwa msingi huu wa aya, kumuona Mungu ni uovu mkubwa kuliko hata kuikataa Qur'ani. Kudai hivyo sio maneno yangu, lakini ni Qur'ani. Fakad saalu Musa akbara min dhalik. Musa wakamtaka kufanya kubwa zaidi ya hili la kwako la kukataliwa Qur'ani, kitakiwe kitabu kingine.